but still haven't seen anything that amazes me quite like you do. You bring me up when I'm feeling down. I'll do it for you. You touch me deep, you touch me right. Yes, for you. You do things I've never done. You make me wicked, you make me wild. 'Cause baby, you're my number one. Hawa ndo dada ambao nilikuwa nikueleza. Haya. Okay, mimi naitwa Patrick. Hapa ndo nyumbani kwangu, hapa ni home kwangu. Labda tungibadili basi majina, sijui nyinyi mnaitwa nani, sijui. Mimi naitwa Whitney. Whitney. Jina nzuri kabisa, asante. Melina. Haya, sijui niwaagizie nini? Sijui kama soda ama juice. Asante. Hakuna kitu. Haya. Jisikie pale ndani. Asante. Nadhani sina tena cha kuzungumzia kwa upande wako. Niwatupia nini? Huyu mwenzako ama mwenzetu ametuleta hapa akatuambia kuna nyumba ya kukodi. Sasa kufika hapa tukaona nyumba yenyewe ndio nakaa ndani. Tukajiswali nyumba hiyo ambayo ametuelekeza iko wapi? Ndo tukazana na tudanganya. Sasa sisi tukataka tukuulize wewe mwenyewe. Tuambie kuna nyumba? Asante, ile ni swala nzuri. Nyumba ipo, lakini hii haiwastahili kwa sababu hii nao pia ina kodi. Kuna lingine hapo nje ndio nyinyi nastahili kwa kwenda. Sijui tunaweza kusimama nikawaelekeze mkajiangalilie wenyewe. Wewe, kwani umeona tumekuja kufanya hapa mchezo na wewe? Kwa nini hatustahili? Tunaweza tukaenda. Wewe kwanza umetuchanganya Umetuleta hapa eti tunakuja kutuonesha nyumba ya kukodi. Kwa hiyo nyumba hakuna. Naomba mketi tucheni. Tuna mengi ya kufanya. Samani. Naomba mketi. Samani. Haya mambo ya siku nyingine usimdharau mtu ambaye unamjua wewe. Hapa ni kwangu mimi. Nina uwezo wa kusema nyinyi hamstahili kwa kuingia katika nyumba yangu. Ona kwanza gisi mnavyofanana. Sijui mmetoka wapi. Mmetoka katika kona gani nyinyi? Dada, kama ni mimi nimewaleta hapa, siko gomvi. Patrick, kama nimeleta hawa dada hapa, siko gomvi. Lali kwa masikilizano kuhusu nyumba ya kukodi. Hawa ni wateja wako. Cha msingi ni kuongelea kuhusu pesa. Haya tuachane. Naona nyinyi mnakofanyia mnajidai mna pesa, mnakuwa bingwa. Sawa. Nyumba yangu na kodi mwezi mmoja 39 kwa pesa za Rwanda. Sawa. Nyinyi mnaweka pesa hapa na tunaandikiana na nyinyi kwa mwezi mmoja. Tena nimeona nyinyi wachafu. Tena nyumba yangu inahitajika nini? Usafi kabisa. Na sitaki mchezo. Sawa. Sikiliza kaka, pesa kwetu sisi si tatizo. Hebu leta tuandikiane. Huyo. Dada, mnaonekana ni wakali. Sasa tunakuja kufanya hapa mchezo. Unajua? Nyumba. Okay. Ninyi wawili ndio mtakodi ama mmoja sijui. Unauliza swali na unauliza jibu. Umekuwa kama mapacha? Kuhusu. Melina. Jamani. Sasa umekuja kwa ugomvi, umekuja kwa masikilizano. Wewe ndio chanzo. Haya, andika baba, andika. Pesa itoke. Saini, lakini tusaini kwa madada yote. Wao utawaomba. Sasa zingine huyu mwanaume alikuwa maskini. Si maskini, kwa kodesha nyumba kama ni si maskini. Wewe unachezea. Haya. Chana naye.
nyinyi kwa mwezi mmoja mtaondoshwa hapa. Pesa tutakuwekea kwenye account. Hamna noma. Hao ni watu gani? Watu mnaletea Alex Sasa kuniaga mimi ambao nimewaleta. tena unaonekana ni machongodoa. Umewatoa wapi hao? Cha msingi sisi tumeshapata pesa. Haya. Ongea sasa baba. Lakini unajua haya ni masuala magumu. Masuala gani? Hao wadada unawajua? Ya hawa dada kwa sasa nitaweza kusema na wajua, lakini haijapita siku nyingi. Wanaonekana ya kwamba hata kazi yao ambao wanafanya sijui. Sasa Umewatoa wapi dada kama nao wachafu sijui? pati rafiki yako. Sasa maisha ya dada na kuhusu wewe inachokuhusu ni pesa. Pesa watakuwekea kwenye benki. Maisha yao inawahusu. Tuachane na hayo jamani. Unajua Alex, dunia usitazame tu kuona pesa. Hata pia na watu wanatoka wapi, katika kona gani, wazazi wao unawajua, wajomba wao unawajua, lakini kwa sema kwa pesa, kwa sababu watu wengi wana pesa lakini hatuwajui wanatokea wapi, hatujui kama wanatoka katika dunia lingine. Ndugu yangu Alex, Mimi mpaka sasa sijaelewa una lengo lako ni nini kusawa. lengo langu ni wewe ndio umeniletea hao wadada ndani. Yeah. Na hao wadada ni wewe ndio utafuatilia mambo yao. Patrick! Vipi wewe? Habari yako? Salama dada. Sasa waona kuja unaingia ndani ya nyumba ya watu bila hata kubisha mlango. Nimemtafuta Patrick. Nimemtafuta Patrick. Mbona una adabu wewe? Patrick yupo? Kuna nini mbona ifujo hapa? Sijui takataka na kuja tu Patrick. Wewe. Nilikuwa mimi nimelala. Natuliza zangu akili. Hujui kama hata choni wanabisha hodi. Hapa sio kanisani kwa kupiga kengele. Unanifuata? Mimi si mgeni hapa. Ebo. Shia huko. Amekujaje? Patrick. Mlango. Hey! Oh, ni wapi? Out! Ni shetani. Out! Shetani unajua. Whitney. Ebo, acha tumsikilize kidogo. Hapa sio sokoni kwa kuingiwa na kila mtu wote. Huone alivyo. Ule si mteja mwenzangu. Achana naye. To help me cope with anything. If you see the wonder of the fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me. I'll cross the street. I have a dream. Oh yeah. Fantasy.
machache ambayo umetuma siku ya leo tukutane hapa. Unajua wakati nimetoka hapa nimeenda Goma. Nimekutana na kijana mmoja ama marafiki zangu. Muimuzi Prince hata pia na Amani Maregani. Tumezungumza nao kuhusu swala la biashara. Ama sijui uko tayari kwa kunikubalia nianze kufanya biashara? Niko tayari. Oh. Nimejisikia wakati unapojibia. Nimesikia sauti yako imeniingia kabisa. Kwa kukamilisha hayo, naomba unikisi. Oh. Umefurahi? Nimefurahi zaidi. Nimejikuta niko katika sio mwenyewe unajua. Unajua sijawahi kupata mapenzi ambayo unayopata kwako. Mimi pia. Kwa sababu tunapokutana najisikia nisitoke kando yako. Sure. Ndio. Asante. Asante. Sio asante lakini kwa sababu tajaza chungu katika mambo ya asante. Kinachobaki ni kusema nini? Tukamilishe ndoto zetu. Upo tayari tukamilishe ndoto zetu? Nipo tayari. Haya. Amelie. Lakini Melina, sijongee huko. Sijali nakuja. Nipe mama. Siku ya jana ilikuwa nzuri. Kivipi? Kuna harusi ambayo ilikuwa hapo Capri. Nikajiandaa. Nikasema naenda nikachukue wateja huko. Bahati mbaya nikafika nikakuta harusi imekwisha. Pole sana rafiki yangu. Lakini haijawa mbaya. Sababu nimekaa huko. Nikakuta chanaume. Chanaume. Kinaizi. Hapo sasa. Mashine. Manyaranga. Madola. Makongo. Nimezikula. Nipe mambo mtoto kwangu. Nasikia kuna mtu hapo. Hebu subiri. Habari zenu? Nzuri. Karibu ndani. Wow. Melina, hawa ni manani? Marhaba. Marhaba. Karibu. Asante. Kiti. Elina. Nijisikie huru. Asante. Habari za huko mlipotoka? Nzuri tu. Tungewaletea kinywaji gani? Asante. Unawafahamu? Sisi tulikuja kumtafuta Patrick. Patrick ameondoka hapa. Wiki 3 hizi zimekwisha. Bora kutueleza mambo haya. Lakini nyinyi wa jirani wa Patrick. Ndio. Hamjui kweli kama Patrick ameenda? Hatujui kweli. Patrick anaweza kuwa mtoto mbaya kweli. Si atakuwa na muda kwa shule. Wow. Kumbe nyinyi wasome. Ndio. Oh, anyway. Mimi naitwa Whitney. Melina. Nzuri. Hata nami naitwa Shania. Mimi naitwa Olivia. Tena isiwe mara ya kwanza ama ya mwisho. Karibu tena kwetu. Mbona unawaaga mbio wewe? Sijawaaga jamani.
Sikiliza Whitney. Nahitaji siku moja nikuite mama wa watoto wangu. Mama wa watoto wako? Ndio. Sasa kwa nini haiko leo? Bado tupo njiani. Tupo njiani? Ndio, bado tupo njiani mpenzi wangu. Sasa mimi na wewe ni mfano wa kama mtu ambaye anataka kwenda sehemu, anasimama kwenye kituo cha basi na basi hajapata. Sikiliza, yani inabidi tutayarishe. Ndio kwa maana nimesema kama tupo njiani. Tutayarishe? Ndio. Yani ni kama kununua kiwanja na kutengeneza na kutafuta vitu vya kujenga nyumba. Sio hivyo. Inabidi kwanza tafute nyumba, tafute nini, unaona matayarisho makubwa. Hapa si kwako. Joseph, hapa ni kwangu lakini si kwako. Unajua ina maana gani? Wewe umeniambia mimi sijawa mama watoto wako. Tena ukaongelea matayarishaji. Sasa kama ni kwa kutayarisha, mimi sipo tayari. Nilikuwa nadhani kwako nimefika. Kwa hiyo sipo tayari. Sio hivyo. Yani inaomba matayarisho. Matayarisho yapi? Wewe. Whitney. Shidako. Siku hizi mimi ni wakuitwa hivi. Mbona ikazimbana? Kuna nini? Whitney, naomba unisikilize. Tumekuja hapa ni kufanya tu kazi na si mambo ya mapenzi na watu ambao wasiotufalia hata na kitu. Oh, umemaliza? Ndo jibu. Sijui wewe ni mhubiri nani, sijui ni pastor nani. Vikaragosi ni wa nani? Hasa Joseph wako namchukia, sitaki hata kumwona. Oh, full stop. Nakwambia usiongeze hata siku moja kumwongelea Joseph. Close your mouth. Ukitaka kuongelea Joseph, yani my Joseph, tafuta wengine ambao unahitaji kuongelea. Kwa hiyo it first on the last kwa kuongelea Joseph. Ameshaanza kule. Kitu tukaya. Umechoka sana. So dumu kwa wapi? Au wakaka kule.
Shuka. Yule mtu alioniba simu Mtuli. Mtuli pale. Na bwana Saki. Oh, kaka samani. Bila samani. Ndio tunapenda kwa mavalio yako. Asante. Melina. Wow. Bila samani. Tunapenda kwa mavalio yako. Asante. Wow. Melina, ni vizuri tena kukumbana na wewe. Umejifanya mjanja ile siku. Utajua mimi ni nani sasa. Naomba simu yangu ama pesa. Sinaongea na wewe. Naomba simu yangu ama pesa. Unakuwa na msikio. Kwa nini hasikii? Naomba simu ama pesa, hivi tutajua mimi ni nani hapa mjini. Umezana kama mimi ni wa kijijini? Niko binti kama wewe Melina. Hutonipepa. Utaweza kuwa umepotea njia. Mimi si Melina. Oh. Wow. Wewe binti kibao. Wewe mwizi mkubwa wewe. Una kitu mama? Acha nimkampendezeshe, yani na kifaa wake pale. Umejifanya wahai. Sasa kwa taarifa yako, naomba hela ama simu. Eti kazi kwako Queen. Unamaanisha nini hapo? Hiki kinywaji hutokitumia. tumia tena. Nasikiliza. Ye leo amekupata. Lakini siku Chagua kunyoa mwizi mkubwa ama kusuka. Umenielewa? Calm down. Melina, calm down. Umesema? eti msinishike. Kwa nini? Sikiliza. Msinishike. Tuelewane. Sikiliza dada. Tuelewane. Sasa dada, mbona mimi siwaelewi? Hawezi hata kutuelewa. Sisi tunaomba tu. Ama